Sikuwaona kwa muda, lakini nafurahi kuwaona tena na kuwakaribisha tena. Nyundo, karibu sana rafiki yangu na watu wako. Mtatueleza ni madhumuni ya kuja hapa. Naona mmekuja mkibebana sana. Hata podium tunaona iko hapo. So tunataka kuwasikiza. Yangu ni kuwakaribisha na nialike Secretary General wa chama ndugu Okay, asanteni sana. Wana Kilifi oye. Jinsi ambavyo mmeelezwa, mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, Senator wa Nairobi. Nichukue fursa hii kwanza niwakaribishe katika jiji la Nairobi. Na niwakaribishe katika makao makuu ya chama cha ODM. Hapa tunaitwa Chungwa House. Mheshimiwa Baba Raila Odinga, kwanza nisamehe kidogo nimekuja nimechelewa kwa sababu nilikuwa mikutano mingi imeningoja. Unajua tumekuwa na wewe katika maeneo ya magharibi wiki nzima. Kwa hivyo kulikuwa na shughuli nyingi zimeningojea nilivorejea, lakini nimefika kwa muda. Nafurahi kuona rafiki zangu wa kitambo. Kuna watu hatujaonana hapa muda mrefu. Huyo jamaa anaitwa Sanyundo. Nikidhani mara ya mwisho tulikuwa tunafanya uchaguzi mdogo wa Ruben yule Katana. Yuko hapa? Wewe Ruben wewe. Baba, ile shughuli huyu kijana amenipigisha. Alafu lakini ni vizuri kweli wanasema bora tuko hai tutaonana tu, si ndio? Kwa hivyo kwa sababu sikuwa katika huu mkutano wa briefing, nilikuwa nataka tu niwakaribishe kisha tuwasikize wenzetu wa wageni wetu, alafu tutarejea baadaye kuzungumza. Nikidhani hiyo ndio program yetu. Mheshimiwa, asante sana, karibuni nyote. Makofi kwa SG na Executive Director wetu. Sasa ni wakati wa kuwasikiza wageni, sio? Manake wanasema mgeni mpokee. Tumewapokea. Kwa hivyo Nyundo, uwanja ni wako. Asante. Oye. Deputy Governor Kilifi, all protocol observed. Good afternoon. Nimesimama hapa kama vijana wa chama cha PA, National Youth Leader. Na nimekuja na viongozi kutoka Kilifi. Baba, tumekuwa na wewe katika hii safari. Na ningependa kwanza wale viongozi ambao tumeandamana nao waweze kujitambulisha moja kwa moja. Manake karibia 95% ambao wako hapa walikuwa katika lile bunge la County Assembly kile kipindi kilichokupita. Kwa hiyo ningependa mmoja inuke ajitambulishe ili tuweze kujuana. Manake tulivuka upande mwingine, pengine majina yakabadilika mkatusahau. Kwa hiyo ningependa tuanzie pale.
Check. Check 1 2. Asanteni. ODM. Naitwa Karengi Jeff. Nimekuwa ODM miaka yote, lakini tukaenda na yule alikuwa anatuongoza, nikakuwa secretary kule Magarini, lakini tuko home. Asanteni. Kilifi oye. Kwa majina naitwa Mujahid, lakini hilo jina ukiniulizia Malindi unipate, lakini ukiuliza nataka clean devil utaletwa paka kwa mlango yangu. Mimi ndio youth leader wa PA huko Malindi. Kilifi oye. Mimi kwa majina naitwa Pascal Tuva, almaarufu kama Makanga. Nimewakilisha wodi ya Mwanamwinga kule Kaloleni kwa muda wa miaka 15 na juzi nikateleza kidogo, kwa hivyo saa hii niko katika chama cha ODM. Tumekuja kikamilifu baba. Asante. Kilifi hoye. Kwa majina naitwa Victor Mwaganda Gogo. Mimi ni former MCA 2017 wa chama ya Chungwa. Wodi naitwa Mtepeni, mahali ambapo mwanzilishi wa hilo PA anatoka, lakini katika hili PA kuna makuti yangu nimeyachukua mwenyewe, kwa hivyo hilo PA naona linaanza kuporomoka. Asanteni. Asante. Nyundo, endelea, kisha unajua kuna speeches fupi fupi. Wale ambao umeratibu hapa tafadhali, tutachukua muda mfupi. Asante. Baba, kama unavyojua nyundo ndo kifaa ambacho kinatengeza PA, na tulitumika sana kutengeza hichi chama. Hao wanaoona hapa mbele ndo ambao tuliungana tukatengeza hichi chama kinaitwa PA, na kuna baadhi yetu ambao tumechaguana kadhaa ambao wataongea, watuelezee ile historia fupi kwa nini tumefika hapa na kule ambaye tunataka tuongoze tuelekee. Kwa hivyo nitamkaribisha Mheshimiwa Mwamti akuje aongee kwa dakika chache, alafu tupatie mwingine. Mheshimiwa Raila Odinga, rais wa Kenya na kiongozi wa chama chetu tunachokienzi cha ODM. Kwa majina mimi naitwa John Mamutsi. Nilikuwa nikiwakilisha wodi ya Kibarani mwaka 2017 mpaka 22. Viongozi ambao mko hapa, wanahabari na Wakenya kwa ujumla, wakati sisi tuliunda chama cha PA, na malengo matatu muhimu. Lengo la kwanza, tulikuwa tunataka inclusivity katika ugawanyaji wa keki ya kitaifa. Lengo la pili, tulikuwa tunataka uhuru wa mashamba. Mashamba kama wakazi wa Pwani
pia tupate haki miliki kama Wakenya wengine wote. Lengo la tatu, tunataka uchumi wetu ukaweze kuimarishwa na serikali ile ambayo itaundwa. Cha kushangaza ni kwamba PAA ilivyoenda Kenya Kwanza, mambo ya inclusivity ilirushwa kwa dirisha ikapotea. Pale kwa serikali ya Kenya Kwanza, yule mtu ambaye anawakilisha PAA ni mmoja peke yake ambaye ni Speaker wa Senate. Kuna inclusivity hapo? Kuna inclusivity? Tutajiona kama Wakenya hapo sisi? Pili, tukasema ya kwamba tupiganie mashamba yetu kupitia ile serikali ambayo itaundwa. Juzi tu mliona pale Voi Mwatate manyumba yalivunjwa na serikali ya Kenya Kwanza. Sasa kama mimi mwanzilishi wa chama cha PAA na tumetengeneza serikali na watu wetu wanavunjiwa nyumba, nitakaa katika nyumba hiyo kweli mimi ambao watu wetu wadhulumiwa? Tatu, tukasema tunaunda PAA, tuungane na wenzetu tutengeneze serikali ili uchumi wetu kama pwani ukaweze kujumuishwa. Wakati ule wa kura ya 2022 Mheshimiwa Raila Odinga, wale jamaa wengine wa Kenya Kwanza walipiga vita. Wakasema Mheshimiwa Uhuru alichukua poti akapeleka Naivasha. Yule kiongozi wa Kenya Kwanza akasema akiingia atarudisha utendakazi wa bandari Mombasa. Juzi mmemsikia anataka kufungua mahali ya kuuza magari Naivasha. Naivasha ni Mombasa? Naivasha ni Mombasa? Si anahamisha tena poti Mombasa anapeleka Naivasha? Sasa huyu tumeona ametudanganya vya kutosha. Ndio maana tukaamua ya kwamba hatutangoja miaka yake 5 ndio tujiamulie. Ndio maana mwaka wa pili tumeamua tuungane na wewe baba Raila Amolo Odinga, tusaidiane ili 2027 wao na uongo wao tukawafurushe waende zao. Asanteni sana. Mheshimiwa Peru, tuwe ufupi wa maneno ili tuende kwa haraka. Hamjambo tena. Kama vile tulivyojitangulisha, majina ni Mheshimiwa Gilbert Peru, nilikuwa nimetoka wodi ya Sokoni. Mengi yatazungumzwa na mengi tutazungumzana. Na kama mwenzangu Victor amesema, mtoto mguu ukiunyelea paja wa halikatwi. Sisi kama watu wa Kilifi baba, kwanza na kuomba msamaha. Kura za mwaka 2022 ile gap ambayo ulishindwa nayo ya kura 200,000 thereabout. Hii group iko hapa ndio aleta hiyo difference. Maana 2022 ile kura 200,000 sisi kama watu wa Kilifi tuliitoa kwenye chama cha chungwa tukaipeleka kwenye chama cha PAA. Na kura zilipopigwa mwisho deficit ilitoka pale ya kura 200,000. Ilimwangusha baba, yuko mwangusha baba. Sasa mwenzangu Mamuti ametangulia kusema yale maono ambayo tulikuwa nayo na PAA. Lakini tukienda haraka haraka, sisi tulihadaiwa. Maana toka mwanzo tulijua tunatengeza PAA, lakini ndani ya PAA mzee wetu Mwanyuli hapa anasema alikuwa na wakati mgumu kuuza mapaa 5. Tulikuwa tunajua ni mapaa 5 na juu ni nani? Mzee wetu Raila Amolo Odinga. Lakini yule tulikuwa tumemweka kama dereva, yeye alikuwa na nia tofauti. Na alipojua hawa ni mwaviringa tuko kwenye basi moja, mengine yakakuwa historia, akaruka mbio wapi? Kenya Kwanza. Na ikakuwa tumefungika, hatuwezi fanya nini toka. Mimi tumekuja hapa tunasema hivi baba. Chama cha ODM leo hii kina mikakati kinazunguka kikifanya registration. Ndivyo ama sivyo? We are here today as PAA. We did the deregistration of 200,000 plus voters from Kilifi, from ODM to PAA. We want to unchange that. Now. We want to unchange that. We want to take back with your exercises, lakini sisi kama wanapaa Kilifi tunataka ile kura 200,000
Bwana Sifuna as the SG, ushikane na Bwana Teddy hapa, chairman wetu, chairman wa ODM, tupatiwe ile nafasi, zile kura 200,000 tuzirudishe katika kikapu cha ODM. Asanteni sana. Kuna yule wa mwingine alikuwa atakuja kuongea, kulikuwa mabakia wawili. Tutaleta Mama Hafsa. Karibu. Assalamu alaikum tena. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mkombozi wetu, na viongozi wote mlioko hapa, nasema habari zenu. Majina naitwa Hafsa, mimi nimepigania MCA Shell Award. Mimi sitaongea kidogo, nitaongea mengi kiasi. Kutoka nijue mzee Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na kushukuru na tunakushukuru Wakenya wote, wengine hawawezi kukufikia. Kusema la haki, pale tulipotoka Kenya umeteseka, umesumbuka, umepata mengi mabaya, kwa sababu Wakenya leo tuwe pahali pazuri. Mateso ambayo amepitia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata wale ambao wako nchi za kando wanayafahamu. Na leo mkimuona hivi, angekuwa uko more smart, ingekuwa hakupitia yale mateso alopitia kwa ajili yetu na vizazi vyetu vijavyo. Nilimpenda sana kwa maono yake, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anafikiria maslahi ya wanyonge, anafikiria kesho yetu bora, na amejaribu hapa na pale kutaka kutuweka pahali pazuri, lakini tutasema Mungu hajapenda, kwa sababu hatukuwa tumeitikia, na Mungu alisema kiongozi bora atapatikana, wananchi wenyewe ni bora. So sisi wenyewe tulishindwa kuwa bora. Mimi nikiwa nimesimama hapa, nashuhudia kwa moyo wangu, I love you Bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Niliingia kwenye siasa nikawa na sana baada ya kusikia kuna chama chaundwa chetu sasa cha PA. Nilikuwa na hamasa sana, kwa sababu nilitamani pia niwe mzalendo wa kule kwetu, kwa sababu kule kwetu hatukuwa na chama ambacho nasi tunaweza kukaa kwa meza. Mimi binafsi nilitumia rasilimali yangu nyingi sana nikijaribu kuuza chama cha PA, na hawa wenzangu wote nilofuatana nao, kila mmoja alitumia mfuko wake tukikiuza hicho chama. Ghafla tukaambiwa tumetoka kwa Azimio, tumeenda kwa Kenya Kwanza. Kwetu lilikuwa pigo kubwa sana, lakini ilibidi tukubali, kwa sababu part leader ndiye mwenye kusema wakati huo. Tukajitahidi, tukaambiwa wakati tutaweza kutekeleza yeye, sisi tukivoti Kenya Kwanza, kuna mambo cost tutayapata kutokana na hizo harakati tutakazofanya. La kusikitisha ni kuwa kile chama cha PA tuliona ni chama cha kwetu, kumbe hakikuwa cha kwetu, kilikuwa cha mtu binafsi. Kilikuwa cha mtu binafsi kujitekelezea haja zake, afaidike yeye mwenyewe. Ndipo saa tukakaa chini kama wanakilifi, tukasema hichi chama cha kwetu na chama cha watu wote kipi bora? Tukaona chama cha watu wote ni bora, ndo tukasema sisi acha turudi kule tulikotoka, tuunge mkono chama cha ODM, kwa sababu ni chama cha utetezi cha wanyonge, ni chama chenye maono, ni chama ambacho kinataka kesho bora. Asanteni. Asante sana mama. Tutaongea wawili wa mwisho kwa sababu ya muda, alafu tufunge.
Mheshimiwa Peter Ziro. Alafu utatayarisha Mheshimiwa Ruben, utakuja kumaliza. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Our party leader Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na viongozi wote ambao wako hapa, all protocols observed. Kwa jina ninaitwa Peter Ziro, former MCA wa Garashi Ward katika sub county ya Magarini ambayo inaongozwa kwa sasa hivi na Mheshimiwa Harikombe. Kwanza nishukuru kwa sababu ya kutukubali kuweza kuja ili utupokee. Mimi nataka usemi wangu ni uambatanishe na maandiko matakatifu ya Biblia. Kitabu cha Yohana mlango wa 14 na kifungu cha kwanza kinasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo ningaliwaambia. Naondoka naenda kwa Baba kuandaa makao, na yakiwa tayari nitarudi niwachukue, ili nilipo mimi na Baba nanyi muwe hapo. Haya ni maneno ya Yesu Kristo alikuwa akiwaambia wanafunzi wake. Sasa Baba, sisi tumekuja kwa chama cha ODM, tumerudi, na kule tulikotoka tuko na watu ambao tumewaacha. Sasa tumekuja kuandaa makao, na tukitoka hapa tunarudi ili wale ambao tumewaacha tukawachukue nao tuwalete kwa Baba, tukae pamoja na wao. Ombi langu mimi ambalo naliomba ni kwamba najua tumekosea Baba na tumeomba msamaha. Mtoto akirudi kwa Baba husamehewa. Na wale viongozi ambao tuko nao kule chini, hasa Mheshimiwa Teddy, Mheshimiwa Mazayo, kina Mheshimiwa Amina Mnyazi, kina Gertrude Mbeyu, Harikombe na wale wengine, tukubalini. Tukija kwenu, tukiwapigia simu, shikeni. Kama juzi na jana mlikuwa mshiki simu zetu, leo zishikeni. Shikeni simu zetu ili mjue tuna shida gani na mtusaidie. Na ombi langu la mwisho nikimaliza na niende kwako Baba. Juzi na jana ulikuwa ukipanga maandamano. Sisi hutuoni kwa sababu tulikuwa tuko kule kando. Ilikuwa kina Mheshimiwa Teddy, kina Mazayo ndio tunaona wanasukuma na kina Amina Mnyazi hapo. Lakini saa hii tunaomba Baba upange maandamano mengine na sisi tutakuwa mstari wa mbele. Tumetamani na sisi tupigwe tear gas. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Ruben. Kweli. Right Honorable Raila Amolo Odinga, our ODM party leader, all protocols observed. Mimi kwa majina naitwa Ruben Katana Mwamure, niliyekuwa mheshimiwa wa Uganda. Na nashukuru kwa fursa hii kuweza kuongea mbele ya watu maarufu sana. Nikitazama na kuangalia pale nilipotokea na maisha yangu vile yalivyo, nisingestahili mimi kushika kipaza sauti hichi na kuongea mbele ya watu muhimu kama nyinyi. Lakini ni huyo Mungu tu. Peni sifa Mungu, ya makofi. Nashukuru sana Baba alinipa nafasi katika watu wote ndani ya Kilifi aliowaenzi. Sijui, lakini kwa maoni yangu mimi naona Baba alinipenda kuliko wote. Nakumbuka mimi kampeni yangu ilikuwa na vituko sana, karibu kwenda na risasi, lakini kaangusha mjombangu tukamzika. Siku hiyo ya mazishi, huyu baba alikuwa ana safari ya kuenda China,
akakatisha safari yake, akasema ninaenda mpaka kwa kina Ruben, nipe tu sisi. Ni pendo si pendo hilo? Baba akatoka huku safari mpaka kwetu, anajua mpaka nyumba yangu. Haya ni upendo si upendo huu? Ukiangalia hivi hapo, mimi naweza kumwepuka baba kweli? Lakini mbona nilimwepuka? Shetani ashindwe. Nataka kuleta kile kiini cha kwamba haikuwa mapenzi yetu sisi kumtoka baba. Si mimi, hata wale wenzangu na ambao tumeambatana pamoja. Tulikuwa tuko pamoja na baba. Lakini wakati ule baba alikuwa yuko kwa handshake na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kukaanza vuguvugu la vyama vinaundwa kila mahali. Yule tuliyekuwa naye pale kama kiongozi wa ODM akasema mimi nami niko na blessings kutoka kwa baba na rais wakati huo wa kwamba na sisi tuunde chama hapa, alafu lakini hicho chama hicho tukakiunganishe kwa baba. Kuambiwa hayo sisi na simu zetu sisi ni wadogo. Simu yangu mimi haiwezi kuingia kwa baba ovyo ovyo. Ni ndogo. Kasimu kadogo ni hawa wengine ambao niko nao kidogo niwapigie na niwaulize habari kwa semaje huko. Tukategemea hayo maongezi hayo. Tukaingia hapo. Anasema sisi tunaona lakini tuko kuna baba. Nakumbuka siku moja kulikuwa na national delegates ya Jubilee ilipokuwa hapa Nairobi. Na baba akawa hapo. Alipotoka hapo akaja akatuambia kule kwamba saa hii hata baba naye anafandi hichi chama cha PA. Moyoni mwetu sisi tukaridhika. Na tukiwa tukienda kule ground tunasema kwamba tutapigia sisi mapaa matano lakini kule juu ni baba. Kumbe huyu bwana anatupa samaki na mkono wa kulia, lakini katika mkono wa kushoto ameshika upanga mkubwa sana. Tukakaa sisi. Alipokuwa yeye anatoka kuja kusaini mkataba na Kenya Kwanza, hakutuambia. Lakini sisi tukawa na tabia, hatumalizi wiki mbili lazima tumuite sisi kama madiwani. Tumuulize, je, baba ikoje? Anasema tuko sawa kule. Msiwe na shida kabisa. Huyu Ruto si mtu mzuri. Siwezi mimi. Au mnaniona mimi naweza kumunga mkono? Tunasema hata sisi tunaona haiwezekani. Tunajua tuko na baba. Kumbe yeye ametegeshea afikie mahali kwa kuwa hawa hata nikisema hili neno hawawezi wakaretreat tena. Tukafikia hapo mahali akatoa kauli akasema saa hii sasa hii PA inaenda kwa UDA. Nakwambia baba, kila mmoja tulibaki midomo wazi. Kila mmoja. Maana it's a point of no return. We cannot retreat anymore. Milango imefungwa kila mahali. Tutafanyaje? Itabidi tu faking ons. Lakini moyoni mwetu tuko na baba, tunalia. Tulingangana ikawa vile ilivyokuwa. Lakini tukasema moyoni mwetu lazima sisi tumrudie baba. Baba mtoto mpotevu. Aligawanywa mali yake akaenda akala. Lakini alipomaliza alisema, ni wafanyakazi wangapi katika nyumba ya baba ambao wanakula na kushiba tena wanabakisha? Akagairi moyoni mwake akasema, mimi nitarudi kwa baba. Na nikirudi kule sitaki kuwa mwana, nataka nifanywe kuwa mmoja wa wale wafanyaji kazi mimi, ili angalau niwe nakula. Na aliporudi yule babake akasema, la hasha, hutakuwa mfanyaji kazi. Kwanza leteni nguo. Zikaletwa nguo, akavishwa, akachinjiwa, watu wakasherehekea. Sijui baba kama utatuvisha. Maana sisi tulifanya kugusishwa handball.
Sisi sikupenda. Moyoni mwetu tulikuwa na wewe, lakini tukafanya kugusishwa hiyo handball. Lakini ninaamini katika chini ya moyo wako, wewe baba unatusikia katika hilo. Bahayo machache au mengi, Mwenyezi Mungu jamani abariki. Asante sana Mheshimiwa Ruben. Nikimalizia kabla sijapeana kwa Etale, baba, hii timu ambayo iko hapa wamekuja kuomba msamaha, na tumekuja sote. Tukitoka hapa sisi takuwa ni wanachungwa. Kile chama ambacho tulikuwa tumekiunda ambaye ni chama cha PA hakikuundwa na mtu mwingine, ni sisi tulikiunda. Ndio maana mpaka rasilimali zote tunkuja nazo. Na Bwana Sifuna, kesho, kuanzia kesho, ningependa waangalie kile chama kama bado kimbakia na wafuasi, manake tayari ofisi zote tumeshazifunga. Na baba, tulikuwa tunapatia funguo za ofisi zote za PA Kenya mzima, tumezifunga na funguo ndio hizi hapa. Tuketi chini, waandishi wa habari wapate hiyo picha. Tuketi chini, wapiga picha tafadhali, photographers squat tafadhali, squat tafadhali, squat tafadhali, so that camera, video camera people can capture it, please. Huo ni ufunguo, hizo ni funguo za ofisi ya PA ambazo zitakabidhiwa Secretary General wetu na party leader wetu officially na National Youth Leader wa PA Bwana Nyundo. Makofi tafadhali. Asante, asante sana. Asante. Tafadhali wapiga picha za gazeti tafadhali, mwapishe wenzenu wa television pia wapate fursa hiyo. Sasa hizo funguo naambiwa kwamba ni za afisi za PA Kenya nzima. Mahali kokote ambapo afisi ya PA ipo imefungwa na funguo zimeletwa hapa. Haya. Asante. Asante, tuketi sasa. Alafu pia kuna hii rasilimali, hiyo podium tutakuwa na session, tutaibrand na tutahand over kwa chairman wa ODM Kilifi, tutaitumia kule Kilifi. Asante sana. Ndo tufikie hapa baba, tumekuwa na mazungumzo mengi na viongozi tofauti tofauti kutoka kule Kilifi. Na hii timu yote ya viongozi tumekuwa na mazungumzo na Mheshimiwa Amina Mnyazi na chairman Teddy Mwambire. Tumekuwa na mazungumzo ya kina sana kwa muda wote na pia viongozi wote wa Kilifi. Lakini pia kwa upande wa vijana, Ketora na Tyson, ambaye Ketora is the ODM youth president, tumekaa na mazungumzo ya karibu vile ambaye tukirudi kwa ODM tutaweza kuimarisha hii ngome ya vijana katika chama. Kwa hiyo baba, tunaomba utukaribishe katika chama, na kufikia hapa nasema asanteni sana. Kuja huku mbele umalize hiyo nyimbo. Njoo kwenye microphone tafadhali. Huo wimbo mzuri sana. Haya. Tumetoka mbali sana, sasa twarudi, kutoka mbali. Baba utukaribishe, sisi twarudi, baba twarudi.
twarudi kutoka mbali, Baba utukaribishe, sasa twarudi. Asante, makofi tafadhali, wimbo mzuri huo. Wamerudi, na kama baba walivyosema, mtoto akinyelea paja halikatwi kuoshwa. Wamerudi, baba atawazungumzia. Sasa baada ya kukabidhi funguo hizo kwa Secretary General wetu na party leader wetu, His Excellency Honorable Raila Odinga, it's now time to retire this podium. We want to officially retire it. Sasa kila kitu kitafanyiwa hapa. Tafadhali. Itie kando pale tafadhali. Haya, sasa nyundo na wenzako mtaribrand. Sasa imekuwa dissolved. Tumeiretire. Hasa itatumika tena. Lakini microphone itatumika. Asante. Haya, sasa kabla tuingie upande wa ODM, tutafanya. Nataka tufanye sasa official ceremony hapa ya kuwakaribisha katika chama. Kisha baada ya hapo speeches zikifanywa, sasa itakuwa ni ODM. Tunaelewana? Kwa sasa tutapeana slogan. After mmekuwa received officially na party leader wetu, kwa uelekezi wake Secretary General wetu, atakuwa naita jina moja baada mwingine. Unapokeza, unavishwa kofia na scarf kuashiria kwamba umekaribishwa rasmi katika chama cha ODM. Kisha baada hapo membership department itawapatia forms ambazo mtafill kuresign kutoka kile chama ambacho mmekigura kujiunga tena na chama cha ODM. Secretary General, karibu. Na asante sana wote ambao mmezungumza. Kwa kweli baba, unajua nilikuwa najiuliza maswala mengi sana. Nilikuwa nataka nimsikize huyu ndugu yangu Ruben Katana anieleze ni wapi tulimkosea. Tulikosana vipi tukafika mahali ambapo tukawachana. Yeye mwenyewe ameelezea safari yake na wewe. Mimi ni baadhi ya wale viongozi ambao nilikuwa sishiki simu za Ruben Katana. Hata nikidhani wiki iliyopita alinipigia simu na sikushika. Sikujua ni nini ananitafutia, lakini sasa mengi yanaanza kuibuka na ku make sense kwa sasa. Na mheshimiwa baba, sisi ambavyo wameuliza, kama vile ambavyo umezungumza nyinyi wenyewe kuhusu mwana mpotevu, tutawapokea, tutawavisha, tutawalisha na tupige sherehe hapa Nairobi, kwa sababu wananiita waziri wa sherehe mimi mwenyewe. Kwa maisha yangu mafupi ya kisiasa, tendo ambalo limefanyika hapa mimi sijaona siku nyingine, kwamba mumehama na kuhama na vyombo vyote. Unajua sijaona hilo mimi. Na saa Nyundo alivyozungumza, Nyundo ndio hujenga paa, na tena hiyo Nyundo ndio huondoa hiyo paa. Kwa hivyo nafurahi sana kuwaona nyinyi wote ni ndugu zetu ambao tunawajua kwa ndani. Kwa sasa, kwa sababu tutazungumza baadaye, nataka ni ombe wale wanatusaidia kwa secretariat waje hapa kwanza na rangi rasmi na nembo rasmi za chama. Tutawaita moja moja. Baba, kubatize dhambi zako ziishe leo hapa, uwe kiumbe kipya, ndipo tuweze kushiriki sasa hafla ya kufana kama wana ODM sote kwa kipamoja. Kwa hivyo kuna wengi hapa na tutaenda kwa haraka. Mheshimiwa Raila Odinga, naomba usichoke jinsi ambavyo hujachoka kutetea wananchi. Nitakuomba tukimtaja mtu jina, dadangu njoo pale upande wa kushoto wa Mheshimiwa Raila Odinga, utampokeza material hiyo, kofia pamoja na scarf, alafu atamvisha, na tukimaliza sote unaweza kuketi, lakini tutapiga picha baada ya kuwavalisha wote. Wa kwanza tutaanza na Hobein Hafswa Bunu. Sio wote, tutaenda moja kwa moja tafadhali. Kena, tafadhali. Asante sana, makofi akikaribishwa kwenye chama.
Asante sana. Dominic Tunje. Makofi kwa Dominic Tunje. Asante. Hafsa, unaweza kuketi sasa. Dominic Tunje. Karibu sana ndugu yetu. John Mwamisi. Mwamusi. Yule ameandika karibu karibu. Atafuatiwa na Christine Zara. Christine yuko wapi? Karibu sana dada yetu. Alafu Humphrey Mwara Ndu. Karibu sana ndugu yetu. Humphrey, unaweza kukaribia. Asante sana. Atafuatiwa na Saumu Sidi. Asante. Huyo ni Saumu Sidi. Afuatiwe na Mheshimiwa Peter Ziro ambaye amezungumza vizuri sana. Hiyo ya blue tutatoa baba mwenyewe atatoa hiyo, wacha baba mwenyewe aondoe hilo. Usichukue kazi ya bishop kubatiza bana. Asante sana Mheshimiwa Ziro. Atafuatiwa na Doreen Mboya. Karibu sana dadangu. Karibu. Doreen atafuatiwa na Pascal Tuva. Okay. Atafuatiwa na Mjahid Mohamed. Karibu sana ndugu yangu. Atafuatiwa na Mwanyule Baya, mzee wetu huyo wa kaya. Asante sana. Mzee wetu atafuatiwa na Geoffrey Kadengi. Geoffrey, karibu sana Geoffrey. Alafu Daniel Charo, karibu sana mheshimiwa. Daniel Charo.
Daniel atafuatiwa na Daniel Jeffwa. Karibu sana ndugu yangu. Kisha tumpate Wilson Shoka. Shoka limeangukia paa. Shoka afuatwe na Mohamed Chuba. Kidhani majina haya nayapata. Mohamed afuatiwe na Victor Gogo. Halafu tumpate sasa rafiki yangu Ruben Katana. Kwanza ningependa sana niwe karibu hapo, nijionee mwenyewe. Wacha nimpokee huyu ndugu yangu rasmi. Huyo ndio last born wa baba Akagura kidogo, ameregea nyumbani. Hai. Sasa simu nita-unblock leo Ruben Katana. Afuatiwe na ndugu yangu Same Nyundo. Nyundo la kujenga na kubomoa lenyewe. Karibu sana nyumbani ndugu yangu Saa Nyundo. Asante sana. Nyundo afuatiwe na Karl Mugandi. Karl Mugandi. Mugandi afuatwe na Kalfan Salim. Karibu sana ndugu yetu, karibu nyumbani. Wa 22 atakuwa ni Alphonse Mwaya. Asante sana Alphonse, karibu nyumbani. Alphonse afuatiwe na Gilbert Peru. Karibu sana, umezungumza vizuri sana ndugu yangu. Asante. Karibu sana, karibu nyumbani. Watu wawili. CBD landlord huyo. Karibu nyumbani. Atafuatwa na Mheshimiwa Alphonse Katana. Karibu sana. Wa mwisho kuna wawili. Kuna Doris na Yvonne. Doris. Tobias Ngao.
alafu Doris na Yvonne watatufungia sehemu hii. Karibu sana. Aliyekuwa naibu gavana. Si wananiambia alikuwa deputy gavana. Saburi. Yvonne, last but not least. Karibu sana. Asanteni sana wote ambao mmekuja sasa kujiunga na sisi. Hili ni zao kubwa sana kwa chama cha ODM na natumai kwamba tutatembea safari hii pamoja. Naomba Mheshimiwa Raila Odinga aketi sasa. Baada ya huu mkutano tutapiga picha ya kijumla, sisi sote tukiwa tumevalia nembo hizi mpya za chama cha ODM. Nataka Mheshimiwa Rais wetu, kwa heshima yako, niwajulishe tu wageni wetu kwa baadhi ya wanachungu ambao wako hapa. Wengi mnawajua, wengine sijui kama walikuwa wamekuwa introduce. Naomba tusimame tu haswa wana secretariat kwanza, wale ambao wanafanya kazi katika afisi hii. Executive Director Odoro Ngwena alikuwa amejiintroduce. Yule ndugu yetu anaitwa Tony Moturi, anaondokea sehemu za Kisii, Nyamira. Lakini yeye anasimamia masuala ya kisheria na bunge katika headquarters ya chama. Kuna ndugu yetu yule tunamuita Tinget, huyu ni mkulima namba 1 wa majani chai na yeye ni mshirikishi wa maeneo katika chama chetu cha ODM. Anatoka Bomet. Ukisikia haya majina na maeneo utajua kwamba vile dada yetu moja amesema hapa, afadhali tuwe na chama chetu wote kushinda chama cha nyumbani. Si amesema? Haya, huyu anaitwa Philip Etale, yeye ndio mshirikishi wa mawasiliano wa chama. Huyu ndugu yangu anaitwa Benjamin, pia anafanya kazi hapa. Nani nimesahau? Robert Bet. Pole sana. So kuna pia viongozi wengine wa chama. Nimemuona mweka hazina wa chama, amekuwa mweka hazina zaidi ya miaka 10 nikidhani. Anaitwa Bosire, Timothy Bosire, na ni anatoka kaunti ya Nyamira. Halafu nimemuona atakuja kuwasalimia. Nimemuona Mheshimiwa Mumbi Ngaru yuko hapa na sisi. Nimemuona Emily Awita, mheshimiwa ambaye ameteuliwa jivijuzi kwa ile kamati ya uchaguzi ambayo tumependekeza juzi. Nimemuona Joshua Kawino mahali alikuwa yule ndio msimamizi wa fedha za chama hapa katika makao makuu ya chama. Nimemuona mdogo wa ama naibu wa rais wa vijana anaitwa Taiso yuko hapa. Nimemuona rais wa vijana bwana Ketora yuko pale. Nani sijamtambulisha? Baba nikidhani ni wao wako hapa, na wote watakuwa wanafanya kazi kwa kipamoja na nyinyi jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya pale nyuma. Nikubalie Mheshimiwa Raila niwaite viongozi wachache hapa, na nataka niseme kwamba nataka niseme asante kubwa sana kwa viongozi wa Kilifi. Nimeona wameongozwa hapa na seneta wenu, rafiki yangu, mkubwa wangu ndani ya bunge la Senate, tunamuita Mkoe. Yuko hapa Mheshimiwa Stuart Mazayo, mama yetu, Mama Gertrude Mbeyu, namuona Mheshimiwa Mnyazi, namuona Mheshimiwa Kombe, naibu wa gavana, karibuni sana. Aliyekuwa naibu wa gavana rafiki yangu hapa na Zaburi. Alafu huyu kijana alikuwa mbunge wa Ganze, Mheshimiwa Teddy Mwambire, alinitembeza huko sana na najua yeye ndio speaker wa County Assembly kwa sasa. Hili vuno ni vuno kubwa sana kwa chama cha ODM na mnaweza kujivunia. Wiki hii imekuwa ni wiki ya ajabu sana. Baba anajua jana
tulianza kichapo na yule speaker wa National Assembly. Yeye ndugu yake mwenyewe alikigura chama chake. Jana tukiwa Bungoma akasema anaingia kwa chama cha ODM kwa sababu mbele anaona giza peke yake katika kile chama alichokuwa. Kiboko kimefika kwenye speaker wa Senate leo. Yeye naye pigo nalo ni kubwa zaidi kwa sababu mumehama na kila kitu. Hata viti, ofisi, shoka, nyundo, panga, funguo, kila kitu kimeletwa hapa, hata makuti imeletwa kwa baba Raila Amolo Odinga. Naam, kwa hivyo nataka nichukue fursa hii baba, kwa heshima yako nikubalie hawa viongozi ambao wametoka Kilifi waseme jambo moja tu. Na sasa kwa sababu nyinyi ni wana ODM, tukisema ODM tunasema tuko tayari. Nikidhani ulimi wako haujasahau sana. Haujasahau sana. Ni rahisi kukumbuka. ODM. ODM. Nipeperushie bendera tu ya chama wajue sasa rangi imebadilika, ni njano tena. Asanteni sana. Nitaanza na aliyekuwa naibu wa gavana Mheshimiwa Saburi kwa dakika moja tafadhali. Tutazungumza sote kutoka hapa kwa sababu sasa sote ni wana ODM. Asante Secretary General Baba Raila Amolo Odinga. Ndugu zangu ambao mumerudi katika chama, na wasalimia wana Kilifi. ODM. ODM. Siku ya leo ni siku kubwa sana katika jimbo letu la Kilifi, na mimi nafurahi tena kuweza kuwa na nyinyi karibu. Nyinyi nyote tunajuana vizuri, maana nilipokuwa naibu wa gavana tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Lakini yale yaliyopita, Waswahili walisema iliyopita tufanye nini? Sasa tugange yajayo. Mumekaribishwa katika nyumba ya ODM, na ndugu yangu Secretary General amesema ya kwamba atafanya kama vile Biblia, yule aliyepotea katika Biblia, yule aliyeondoka akapotea, aliporudi alifanyiwa karamu. Maana nyinyi sasa ni muhimu sana, muhimu sana, na tunataka tuwafanyie karamu tukiwa tunawakaribisha. Yale yaliyopita nyinyi wenyewe mnajua. Mimi nilikuwa nimesukumwa sana, lakini nilizuia. Maana mimi ndio nilikuwa naibu wa kiongozi, ama sivyo? Lakini nilizuia, na kuzuia kwangu ni kwa sababu ya kufuata muondoko na mipangilio ya baba. Tuwe tayari kuhakikisha tunakuwa jeshi la baba. Tufanye nini? Tuwe jeshi la baba. Hiyo ndio kazi yetu. Baba ako na kazi nyingi, ako na kazi ngumu, kuangalia nchi yote na kuhakikisha Wakenya wote wanaokoka katika hili janga ambalo tuko nalo. Na waomba tafadhali tuwe sote pamoja, tumshike mkono baba, na hii nyumba yetu ya ODM tuifanye ikue kama mlivyosema. Mtoke sasa mwende mkahakikishe watu wote wanarudi nyumbani. Karibuni nyumbani ndugu zangu. Asante sana. Tumsikize speaker wetu wa County Assembly Mheshimiwa Teddy Mwambire. Karibu ndugu yangu. ODM. ODM. Bado naangalia wengine hawajaongea. Hebu nataka nione kama Victor yuko sawa. ODM. Sawa sawa. Baba, ingawaje SG ameniita nikiwa speaker, lakini mimi sikuja hapa kwa speaker. Nimekuja hapa nikiwa mwenyekiti wa chama cha chungwa katika gatuzi la Kilifi, na ninatumia wakati huu kusema asante sana kwa kutupatia nafasi ya kupokea hawa ndugu zetu. Unajua baba, mimi kama kuna mtu alikuwa na wakati mgumu zaidi hii Kenya ni mimi. Ya kwanza, mimi ni rafiki wa karibu sana ya Speaker wa Senate. Na nafikiri unakumbuka tukiwa Ganze nilikwambia kwamba mimi naye tofauti ni majina tu, lakini hata ukiangalia urefu ni mmoja, rangi ni moja, na nilikuwa naibu wake katika chama. Na hawa waliotoka, hawa waliorudi hapa baba, ni watu ambao nimefanya kazi nao kwa karibu kwa miaka mingi.
toka tukiunda chama na wakina Mkanyi, toka tukija kuunda mipangilio na wakina Nyundo. Hawa wote wakina Pascal mimi ndo niliwafuata, na wakina Mwaya mimi ndo nilienda nikawavua kutoka vyama vingine na tukawaleta kwa chungwa. Christine alipata nomination baadaye sana. Mimi ndo nilihusika. Yule chairman alikuwa ameondoka, kabe tuongee kwa mbali ili tumpatie nafasi. Lakini walipokuja kuondoka, na ni watu ambao wanajua vizuri yaliyoko ndani kama Mwamuzi, baba, tulipata shida kubwa sana. Ilinifanya kwa mara ambao sikuwa nimejipanga nizunguke Kilifi nzima kudili na hawa ndugu zangu, na ikanigharimu. Lakini nafikiri tulijaribu kadri ya uwezo wetu, tukapata kipande kikubwa zaidi kwa shinda hawa. Kama kuna mtu alikuwa anajua siri hapa ni mimi baba. Kwa sababu kama ni vuguvugu nilikuwa mmoja wapo kwa karibu. Lakini wakati tunapanga nikagundua ile siri pale iko, na nikasema kwamba tusiende mbele, turudi. Kwa sababu mimi ndo nilikuwa katibu wa wabunge wote wa Pwani. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikiita wabunge wote, yule speaker wa Senate alikuwa niaite magavana wote. Lakini hakuna mkutano hata mmoja alileta magavana wote. Na tukagundua zile siri zilikuwa zinaendelea. Na kama unakumbuka baba, wakati mkiwa Dubai, ukinipigia simu ukinituma kwamba tuwe na mkutano, tupange pamoja na timu ya PA mkutano pale Bamba, Mariakani, tupitie Kaloleni alafu tuende Rabai. Na friend nilisema ndio, lakini nilipoangalia zaidi na nilikuwa niko na siri za ndani, kwa sababu ule bwana alikuwa ameanza kuongea ule upande mwingine. Nafikiri ulikuja ukakuta ODM peke yake, lakini PA hawakuwa. Walipanga kila kitu. Walinunua t-shirt zaidi ya 10,000, lakini hazikuweza kufika uwanjani asubuhi, wakatoroka. Lakini ule ndio ulikuwa uzima wetu. Kwa sababu zile nyundo, mashoka ilikuwa siku inaangukia chungwa, na maji baba angejururika pale chini, ungekuwa hakuna chungwa tena kule Pwani. Lakini kwa sababu unaniamini huwa siongei mengi, lakini ya chini kwa chini huwa unanijua vizuri. Kwa hivyo ningetaka tu nitoe kitu kimoja alafu niondoke baba, kuhusu haya matamshi ya watu wa Kilifi na watu wa Pwani kuongea kwamba wanataka chama chao. Ya kwanza, labda hamjajua kwa nini tuko hapa kwa chungwa. Hili chungwa ukisoma historia yake ilianza Pwani, na ilianza wodi ya Mtepeni pale Victor Gogo anatoka, eneo bunge la Kilifi South ama Kilifi Kusini, pale Sun and Sun, tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2005. Ndio kulikuweko na mkutano wa jumbe, ulikuwa mkutano wa siku 3 ambao walikuwa wamekuja pale kugeuza yale mapendekezo ya katiba ambao alikuwa ametoka kule Bomas. Ndio pale ukatokea mapendekezo mengine, wengine walikuwa wanaita wako draft, wengine wanaita Kilifi draft. Kutoka pale ndo ukaletwa ule kura zilikuwa za chungwa na ndizi kama mnakumbuka. Wakati huo mimi sikuwa niko kule, nilikuwa kwa shughuli nyingine, nilikuwa mwanaharakati, na ni wale ambao walikamatwa kwa sababu tulikuwa tunaenda kuzuia wasibadilishe yale mapendekezo ya Bomas. Sasa we mtu wa Kilifi, kama chungwa liliundwa pale Mtepeni, na ndo sababu mtu yote anayesimama Mtepeni akisimama na chungwa atapita, lakini akisimama na chama chingine ataanguka. Toka tuanze ODM Mtepeni, simeona ni ODM kila wakati. Kilifi South kuna mbunge aliwahi kuchaguliwa bila chungwa. Ni kwa sababu chungwa liundwa Kilifi na ni Kilifi South. Sasa kama chungwa chimbuko lake liko Kilifi na ni Pwani, nyinyi mlikuwa mnauliza chama cha nyumbani kipi? Si ndo chama ya nyumbani? Kwa hivyo baba, juzi niliona watu wa Bungoma wakimpigia rafiki yangu wa karibu. Kuna siri nyingi mimi naye huwa tuko nazo kando, huyu senator wa Nairobi. Sisi tunaunga mkono, lakini sisi watu wa Pwani pia ile deputy party leader tunaihitaji. Na kuna vingine tukitoka hapa tunaenda kukaa nyumbani,
na tuongee zaidi. Tutakuja tukwambie ukifika kule Kilifi na Pwani ni viti gani vya kitaifa pia tutakuwa tunahitaji katika hiki chama ambacho kinatoka kwetu nyumbani. Kwa hivyo ODM ni chama cha Kilifi, ni chama cha Pwani na ni chama cha Kenya. Tumejumuika na Wakenya wengine kujenga chama cha nini? Tunasema nini? Ni cha wapi? Ni cha Pwani na ni cha Kenya. Asanteni sana. Zaidi ndiye alichinjiwa yule mwana mpotevu. Kwa hivyo wakati huu ndio wakati mzuri wa kuitisha chochote mtakacho. Unaweza kubahatika. Sasa mnikubalie nimuite mbunge wa Magarini aje aseme na sisi. Mheshimiwa Kombe, karibu sana. Imekataa. ODM, ODM, tuko tayari hapa, kila mmoja hapa. ODM, tuko tayari. Your Excellency Honorable Raila Amolo Odinga, siku hii ya leo ni siku kubwa kwangu na ni siku kubwa Kilifi County, ni siku kubwa Kenya nzima. Mheshimiwa kiongozi wa chama, tulipokuwa tunasherehekea kuzaliwa kwako kule Malindi, nilikuomba kwamba wale wote ambao wameasi wakija mbele yako uwapokee kwa mikono miwili. Na hivi leo narudia, wapokee kwa mikono miwili. Tufanye kazi pamoja na tujenge chama chetu cha ODM. Asanteni kwa hayo machache. Asante sana mheshimiwa, wewe una bahati sana kwamba hawa ndugu zetu wanarudi wakati huu, wakati kuna kibarua kule nyumbani tena sana. Lakini hawa vile ninavyojua, wakati tutashuka kule chini kikosi kizima kama ODM, hakuna wasiwasi yoyote. Wewe kaa ukijua kwamba chama kizima cha ODM kiko nyuma yako. Mheshimiwa, nikubalie nimuite rafiki yangu mbunge wa Malindi ambaye wakati moja tumekuwa na yeye kwenye jopo la mazungumzo, lakini ikasemekana kwamba damu yangu ni moto sana nitoke pale at least yeye akabaki na wakafanikisha shughuli nzima. Mheshimiwa Mnyazi, asante sana. Asante sana SG. ODM, ODM. Mimi baba and all protocol observed, nataka niseme hivi kwamba katika maisha everybody deserves a second chance. Na mimi nikisema hivyo baba, na hii ni common knowledge, 2017 mimi niliwania kiti cha uwakilishi wa kina mama. Niligombana sana na rafiki yangu mpenzi pale Mama G, na mimi nilikuwa niko katika chama cha Jubilee. Nikaanguka vibaya baba, nilianguka vibaya. Na katika timu ya Jubilee yote, yule ambaye alikuwa anasukuma gurudumu la Jubilee zaidi, si kujisifu bali ilikuwa ni mimi Amina Mnyazi. Na mimi 2022 nikasema sitaki tena kuanguka. Nitakwenda kwa nani? Nimeenda kwa baba. Ushindi nimepata masijapata. Na ushindi nimeupata tu na mgandama huyu baba kama ulimi na mate. Kwa sababu najua alipo baba ndipo palipo na ushindi. Na baba ni mtu ambaye amekuza kisiasa wanasiasa wengi sana. Na mimi Amina Mnyazi najua niko na future katika siasa, na nimeangalia hakuna a better mentor katika Kenya hii isipokuwa baba Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niseme hivi, kufanya makosa si makosa, kurudia kosa ndio ni kosa. Naomba ndugu zangu wenye ambao mmefika hapa, kwa sababu leo nina hakika baba kwa sababu ya imani nyingi ameshawasamehe, lakini tusirudie tena yale makosa yetu. Si tumeelewana hivyo? Tuna vita vikubwa 2027
ambavyo vinatuangalia machoni. Na sisi kama ODM we need each and everyone on board kuhakikisha kwamba tumepeleka nyumbani serikali ya Kenya Kwanza. Asanteni. Asante kwa heshima ya muda huo. Rafiki yangu Mama G, huyu ndiye alikuwa ananichezesha wimbo kule Ganda na densi wakati tunatafuta kiti cha huyo kijana. Karibu sana. Asante SG. Baba Raila Amolo Odinga, viongozi wote tulioandamana, viongozi waliohama PA, nyinyi wa ODM. Baba niruhusu niwapongeze hawa, wajipigie makofi tu wenyewe. Naitwa Mama G, Mama Lao, wakilifi ODM. Awali nichapa sana baba hawa. Na waangalia tu, mimi nimewapokea kama Mama Lao, wakilifi wa ODM. Nasikia furaha. Nimemweleza Nyundo pale, sijui nimweleze vipi. Wajua yeye alikuwa ni wa kugonga na kungoa. Asa amelingoa hilo PA. Mimi baba niliwaambia hawa, hili PA libebwe na tsunami, lipotee kabisa. Na waliliona lilipotea. Leo limepotea, halijapotea. Funguo umetupa, mjatupa. Mimi nataka kupongeza nyote viongozi. Hapa sisi tuko home. Sisi mnajua? Umsema mimi niko home, mimi kama mbei, si umeelewa? Mmekuja home. Baba wasamee. Na najua chini ya moyo wako. Hii ushuhuda tumesikia hapa, I was almost being carried. Nilikuwa nasikia sijui ni vipi. Nitoe machozi. Ruben. SG huyu sijui tufanyeje huyu. Leo tajua tapanga na SG. Mimi alinihatarisha kule Ganda. Yeye mwenyewe anajua. Lakini kwa sababu amesema ni mtoto mpotevu, amerudi nyumbani kwa baba yake. Na sisi ndugu zenu tuko hapa, tumewapokea. Hamtakuwa wafanyaji kazi katika nyumba ya baba. Nguo mshavalishwa. Alafu waziri wa sherehe amesema hapa SG, sisi tunapangilia hapa mpaka kesho. Si ndio? Baba hawa ni wetu na wamerudi nyumbani na tutawashika, hamtarudi kule mmetoka. Kama baba hawa wamechagua ndani ya Kilifi kuacha chama cha serikali kule, hawakukubali waende UDA na chama kilicho mamlakani, wamerudi ODM upinzani. Kuna umuhimu ndani ya Kilifi. We are 100% back ODM. Kweli uongo? Tutafanya recruitment, tutafanya. Zile 200,000 mlienda nazo za baba, lazima mziregeshe kabla tarehe 24. Kabla baba hajarudi Kilifi, si ndio? Nyundo uko tayari kwa hilo? Utangoa ukigonga au utagonga ukingoa? Zile 200,000 zaidi mlienda nazo, zio za kwanza baba kupokea ndani ya Kilifi tarehe 24. Baba kikanyaga hivi, nyinyi mwa kwanza, mimi nitakuwa mwisho. Nikiwaona mkiongoza ule msafara wa baba. Alafu hapa tuko na challenge. Tumengoa party leader na speaker. Si ajue pale alipo saizi hakuna kitu tena. Hii mkutano ya baba. Niseme. Tutafanya kule Adu. Tutafanya kule Magarini kwa speaker kwao. Ndio ajue chama kimerudi home na tuko home. Kwa hivyo baba tushamwambia sisi tunaenda Magarini na hii timu ndio itatangulia mwanzo. Ule msafara ndio utaongoza. Ndio ile mipangilio inapangwa kule against our MP Kombe. Wajua wenyewe wamerudi nyumbani. Tuarudi au turudi? Sasa hata UDA itatuambia nini ndani ya Magarini tukiwa hivi? Baba hawa kina Nyundo hawa ndio walishikilia ODM hivi. Nyundo alikuwa akisema amesema. Huyu ataingia, huyu haingii. Sasa amerudi nyumbani, kuna kutetemeka kule Magarini kweli? Tuomba ile case wakiona hivi waachilie, wamwambie abaki, manake ni aibu wataipata kule serikali wakija Magarini na vitu tofauti kama mheshimiwa Kombe si mbunge. Kwa hivyo baba, twashukuru kwa huu wakati, umetuheshimu wa Kilifi. Tumekuja kwako direct. Hao wamekuja kwako direct. Tutafanya kazi nao. Tutashikilia maadili ya chama cha ODM. Nikisema ODM unafanya nini? Si tusimame kwanza, hizi kamera tujue sisi tumerudi. Unaona sura hizi cameras, mfesi huko kama mimi. Na SG akiwa hivi. Haya nikisema ODM si tuna repeat ODM. Tuko tayari.
enua kofia kabisa usema uko tayari. Kwani iko nini? Si serikali ijue leo kama paa limevunjika na limerudi nani? ODM. Sijasikia ODM. Hizi sura sikingi azisikie pale yuko. Asante SG, thank you. Asante sana Mama G. Tunaendelea na wageni wetu kutoka Kilifi. Nataka nimkaribishe seneta wenu ambaye pia ni mdosi wangu pale ndani ya bunge la Senate, Mheshimiwa Stuart Mazayo. Baba Raila Odinga, kinara wa chama chetu tunacho kienzi cha ODM. Ndugu zangu ambao sasa si wageni wa kutoka huko nyumbani, wakoi zangu ambao leo nyinyi ndio bwana na bibi harusi. Waheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa Harrison Kombe, Mheshimiwa Mama Lao, na Mheshimiwa naye enzi sana katibu mkuu wa chama chetu cha ODM, ndugu yetu Sifuna. Saa ingine unaweza ona Sifuna mwili ni mdogo, lakini ile sauti inatoka hapo inachemsha. Kwa hiyo mimi nataka kuwasalimia tu, hamjambo. Nikisema ODM sote tunasema nini? Basi. Alafu unasimama tuna face ile kamera kule. Sawa sawa? Simameni sasa. ODM. 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 Asanteni sana. Kwanza nataka nitoe udhu ambao tuko nao. Kitu cha kwanza, gavana wetu hakuweza kuwa na sisi kwa sababu kulikuwa na kesi kotini, na ilimbidi yeye aende huko aweze kusuluhisha mambo ambayo yanatokea katika county mara kwa mara. Kwa hiyo ndio hawezi kuwa na sisi hapa baba. Cha pili, tuko na Mheshimiwa Ken Chonga ambaye pia vile vile amekumbwa na hali ya ugonjwa, miili yetu ambao si kamili. Hivi sasa yuko katika safari, tunamwombea safari yake iwe njema. Ameondoka leo asubuhi na nafikiria mpaka saa hizi bado yuko katika hewa. Yeye anaenda katika bara la India kutafuta matibabu kwa sababu mwili wake hauko sawa sawa, na tunamwombea Mungu katika safari hiyo ili arudi salama salmin, aendelee kuwa na sisi ndani ya ODM. Ya mwisho ni kijana wetu Mheshimiwa wa Kaloleni PK, ambaye pia na yeye hakuweza kuwa na sisi hapa kwa sababu alikuwa na shughuli za bunge ambazo ametumwa huko na mengine juu ya, kwa hiyo hakuweza kuwa na sisi. Kwa hiyo katika hawa waheshimiwa wetu wote wangependelea kuwa na sisi hapa baba, lakini hawakuweza kwa sababu mbalimbali. Ndugu zangu, nataka kusema kitu kimoja. Baba is my political mentor, na ametufundisha sisi kila siku tukiwa naye kwamba kama unaenda safari, afadhali uende na mtu mmoja ama wawili ambao litakalotokea kule mbele kwa lolote vile haezi kutoroka wala haezi kukimbia. Mtakabiliana na ile fujo itakayokuwa pale na mtaibuka washindi, kuliko kwenda tukiwa 20 alafu ikitokea shida ukiangalia nyuma huoni hata mtu mmoja. Nataka niwapatie kongole ya hali ya juu sana, kwa sababu mmegonga ndipo nyinyi kama watu wa ODM. Kabla ya hapo hakuna. Kule nyumbani tunasema, baba utaniruhusu niongee kinyumbani kidogo, oakare eamba kukala kukosa njira ndo kumanya njira. Jerulongo? Kwa hiyo ukikosa njia ndio kujua njia. Kwa hiyo nyinyi mulienda kidogo pande ile,
mkafikiria kuko sawa. Lakini sasa mmepata njia, mmerudi nyumbani. Na nataka kuwapatia kongole. Jambo tu ambalo mimi nataka kusema ni kwamba sijui mliweka sijui mliweka dawa gani, kwa sababu yule ndugu yetu ambaye mimi pia ndugu yangu wa karibu sana, sijui usingizi utapatikana leo, sijui namuona mjomba hapa, mtoto wangu Dota pale, naona mzee Mamutsi hapa, naona jamaa Garashi Simba wangu huyu, naona mzee wangu Akaya yule Mwanyule pale, na nyote mlioko hapa ndugu zangu natambua. Leo ni siku kubwa sana, na hii nyundo, sijui ni nyundo uliopiga SG. Najua hii yake sijui kama ni nyundo ndio amepiga, ama ni shoka ndio amepiga, ama ni ipi, lakini hii leo, hey my friend, sijui kama usingizi utapatikana. Kwa hiyo nataka kuwapatia kongole na niwatakie kila laheri katika safari hii. Sote tuko timu moja sasa, sote ni watu tumerudi nyumbani, watoto wa baba, tutakuwa na mwelekeo na tutafata amri ya baba. Baba akisema twende left, tunaenda left. Baba akisema twende right, tunaenda right. Sawa sawa ndugu zangu, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Tumalize kikosi cha viongozi wa Kilifi na naibu gavana mstahiki Flora Chebule. Karibu. Asante mwendesha ratiba. Mstahiki kinara wetu Right Honorable Raila Amolo Odinga, na itifaki zote zikizingatiwa, lakini mimi mwenyewe nikijigamba nikifurahi ya kwamba viongozi wa Kilifi wamekuwa represented hapa kwa nguvu. Jamani, tuwapigie vigelegele na shangwe. Hii ni dhihirisho ya kwamba sisi watu wa Kilifi, viongozi wa Kilifi ambao tuko hapa leo hii kufurahikia hafla hii, kusema jamani, karibuni nyumbani. ODM, tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Hebu angalie kule, hebu tusimame, tumanishe. ODM, tuko tayari. ODM, tuko tayari. Muko tayari? Tuko tayari. Tuko kinoma. Hapo sasa. Mstahiki umesikia, wako tayari, ngangari kinoma. Ndo mambo yetu Kiswahili chetu cha pwani. Na mimi nataka kutoa udhuru umetolewa wa mstahiki gavana, lakini kwa sababu tikiti ile ya gavana ilikuja double, ama sivyo, ndio maana tuko hapa. Na pia emeritus, si mama mnaiko hapa. Kwa hivyo nyinyi mjue ya kwamba serikali ya Kilifi 003 ni ya ODM. Si ni mwajua hiyo? Kwa hivyo mimi kama mama pale, naibu wa gavana, nataka kusema ya kwamba jinafas. Mwambie jirani jinafas. Serikali ni ya ODM jamani. Ili tuhakikishe ya kwamba tunang'ara paka kule juu. Hapa tuwasema mkoko umelika maua. Mstahiki mkoko umelika maua. Yale ambayo sisi wana ODM ndani ya Kilifi tumeyapanga ni kwamba hii ni kama 1% ama 10, lakini unapokuja tarehe 24 utaweza kuona hata wale watoto grassroots ya kwamba watu wanainua kwamba ni wewe ndio utakayeongoza. Sisi tunakutambua wewe, wasifu mwingi umezungumziwa hapa ya kwamba you have been a mentor, true to the word,
mustahiki, you have been a mentor to many. Hata wale wasaliti ambao wako katika vyama vingine wanajua ya kwamba walipitia mkono wako, na kwa sababu tunarudi kwako, wewe ndio baba lao, ama sivyo? Yeye ndio simba. Tuambua kivumacho baharini ni papa, sio? Hata kama samaki wengine wadogo wadogo wako, lakini papa ni wewe. Wewe ndio mwenyewe, wewe ndio wakusema na sisi tunatenda. Kwa hivyo mimi sitaki kuwa mwingi wa maneno. Siku hii ni siku yako, ili yale maneno takayosema yote yatakuwa tumeunga mkono yale yote ambao wenzangu wamesema. Nataka tu kuwakaribisha nyote. Karibuni sana katika chama chetu cha ODM. Karibuni, hata mkiwa Kilifi mjue hata sisi tuna furaha ya kwamba mumerudi nyumbani, ama sio? Sitaki kwa mwingi wa maneno. Mungu awabariki. Na vile vile mmekuwa mkitumia maneno ya Biblia ya kwamba mambo ya zizi, ama ya kwamba yule mwanampotevu alirudi. Nyinyi sasa mumerudi. Kile ninachoomba nikimalizia ni loyalty. Sawa sawa? Hiyo tu, na hakika gurudumu hili la ODM linafika mbali. 2027 Mungu ndo anajua. Amen. Asante sana baba, tumemaliza viongozi wa Kilifi, lakini watakaofuata ni baba amewaruhusu tu waseme tu kwa dakika moja, kwa sababu umeona kuna wageni wengine wanamsubiri baba. Ndugu yangu kutoka Kilifi, Fikirini Jacobs yuko hapa. Kwa dakika moja tafadhali aje pamoja na mshirikishi wa Kilifi bwana Justin Baya kwa dakika moja. ODM viva, ODM viva, yes. Asante Your Excellency, nataka nichukue fursa hii kwanza nikupongeze kwa moyo mkubwa ulio nao, ambao hata asubuhi ya leo umeweza kufungua na kukubali ndugu jamaa na marafiki hawa viongozi wa Kilifi ambao kwa maneno yao walikuwa wameteleza, lakini sasa wamerudi nyumbani. Na tunashukuru kwamba tumekuja kujiunga pamoja nawe kuwakaribisha. Na mimi kama kijana wa nyumba, mnajua wageni wakija ni jukumu la vijana kama sisi kufukuza kuku, kushika, ndo tumpe mama tayarishe, alafu mzee atawalisha baadaye. Mimi nataka niwakaribishe. Lakini Your Excellency, haitoshi kusema kwamba viongozi wa PAA wametoka na wameingia ODM. Sawa sawa ni tuseme, kwa sababu PAA is one of the affiliate parties of Kenya Kwanza, ni tuseme chama cha serikali kimeacha serikali, kimekuja upinzani. Hapo ndo tutakuwa tuko sawa sawa, because PAA is an affiliate party of Kenya Kwanza. Na Your Excellency, ukiona mhubiri ama bishop yule alikuwa ordained kabisa, anahubiri, lakini ikifika katikati badala ya kusema haleluya anasema ayolaiza. Your Excellency, ni ishara kwamba injili imekuwa moto. Na ukiona pia vile vile chura inaishi kwenye maji, lakini inang'ang'ana kutoka kwenye maji ikakae nchi kavu, inamaanisha maji imetiwa sumu. Na hii inaonyesha tu ile uchungu mwingi ambao Wakenya wengi wanapitia, wale ambao walijihadaa na wakajipata katika pale mahali walijipata. Na sasa hivi Your Excellency, this exodus ambayo imeanza na watu wa PAA is gonna be a mass exodus, na itafuatiliwa na wengine wengi, na Kilifi itakuwa mfano. Mimi nataka niseme asante, Mwenyezi Mungu awabariki. Karibuni sana. Asante sana. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Yangu ni mawili tu. La kwanza ni kama karibuni nyote. Pale Kilifi kulikuwa kuna trend nyingine ya kwamba wewe unasema ni coordinator wa ODM. Si hapa kuna PAA. Namshukuru Mungu, PAA leo limeenda na funguo tumeletewa. Asante. Asante sana. Sasa baba, hawa ni wenyeji wa huku watakaofuatia. Nataka kwanza tuanze na Mheshimiwa Ketora ambaye ndio rais wa vijana, lile vuguvugu la vijana, yani Youth League ya chama cha ODM. Lakini baba amesema dakika moja tu, tafadhali. Sisi ni wenyeji, leo ilikuwa ni siku ya wageni. Thank you SG. Wanachungwa ODM. Baba, nikisema baba mnasema baba power. Baba? Power. Baba? Baba power. Great.
Naomba tu dakika moja for a photo session. Sir Nyundo na Tyson, my deputy. I just need you for one second. Photographer, chukua hii picha. Asante. Yes. Unajua nikaona saa zile nacheka kwa sababu wengi wenu tulitembea wakati wa kitinda mimba na mlijitolea. You are very determined people. Na hiyo kiti tulinyakua na fujo. Lakini wakati niliona mkianza kuimba hatukuelewa kabisa. Lakini tunashukuru Ruben kwa sababu umeongelelea mambo mengi ambayo sisi hatukuwa tunaelewa. Kwa nini mnaenda tu kupeana viti, mnaenda tu kupotea? Thank you. Sasa you are wiser. Going forward tunaangalia tu baba. Hakuna baba wawili. Baba wetu ni akisema left is kwa sababu nyinyi mlichukua baba alafu mkaeka baba ingine chini alafu mkapote. Sasa you have learned a very bitter lesson. By the way, mmepoteza viti. You have gone there for 15 years. Mungeata 20 years hizi and more. So enye tunaomba nguvu zetu ziko wapi? Mashinani. Tunaporudi nyumbani, let's go with the energy. Let's go knowing that we have come back. Ocha dunia ijue mumerudi. SG na malisia tu. Kuna kelele kidogo ulikuwa unasikia nyumbani, watu wengine walitutuma akaniambia umbwa akichaa haikufuyangi kwao. Kwa hivyo ukisikia tena hiyo kelele ujue ni umbwa akichaa inaenda kukufa huko ng'ambo. Kwa hivyo don't take it seriously. So kwa hayo mengi, Your Excellency, we are working with you this journey. Sir Nyundo, thank you. Sasa mimi najua vijana huko Coast Region iko sasa kwa laini. Tukishanisha huyu Fikirini na Musa huko Moses Civilizer, this movement is becoming sweeter and greater. Mungu awabariki sana. Pelekeni salamu zetu nyumbani. Thank you. Mheshimiwa Mumbi Ngaru, you want to say something? Just for 1 minute, please. Baba Raila Amolo Odinga, wanakilifi hamjambo, karibuni ODM. Yangu kwanza ni kushukuru SG. Sikuwa niwe hapa kwa mkutano yenu. Ni sababu ninapanga mkutano wa akina mama mkoa wa Kati. Na Tony Muturi sijui yako wapi, nikamweleza anisaidie ndio tufanye mkutano wa akina mama wa ODM na wengine nusu kutoka chama zote ambazo ziko kwetu ndio tuwalete hapa. Leo nimesoma ya ajabu. Kila hatutabeba ni funguo. Funguo hatutabeba sababu wa mama hawakuagi na funguo. Kwa hivyo SG, thank you so much because I am here on a running experience. Kilifi nimetoka na nyinyi mbali. Mara ya kwanza aliyekuwa gavana wenu kusimama kama mjumbe tukiwa LDP. Mimi ndiye nilikuwa commissioner wa LDP na SG huko Magarini. Na kama kuna mmoja ambaye ni disappointed na speaker ni mimi. Mkimuona msalimie na mwambie kwa nyumba ya baba
kwa jumba ya baba nimweleze wale wote wanakuja hata kutoka kwetu, na mnajua kwetu ndio kuna ile tunawakaribisha. Kwa hivyo na wote wakaribishwa, wakipata wamefunguka macho na watafute njia ya kumfikia, wapokeeni. Asanteni sana. Mheshimiwa Mumbi Ng'aru, usiwe na wasiwasi. Mimi kama seneta nina njia ya kuwasilisha ujumbe huo wako direct kwa Speaker wa Senate kwa njia ambayo anaielewa. Asante sana. Nataka nimuite Emily Awita, Mheshimiwa Emily Awita, dakika moja, halafu tutamaliza na Mheshimiwa Timothy Bosire kabla sijamuita Mbuga. Your Excellency, hawa wanakilifi, wakati nilianza kuingia huu mkondo wa kuwa na papa, tulikuwa retreat ya kwanza pale Kilifi, tukiwa chama cha LDP, na tumekaa na papa tangu wakati huo mpaka tukaunda ODM, mpaka tumekuwa na formation mingi, nikijua niko katika bahali kamili na tutamaliza safari kwa kushikilia uongozi wa taifa letu. Kila wakati nikimwangalia baba, hata kama miaka inaenda, naenda Old Testament, naangalia pale nilianzia seme uchaguzi uliopita, mengi yalisemwa matamu. Sio ninyi peke yenu mko na hii fikra, lakini mumefanya kitu moja muhimu, mumefungua njia. Kuna wengi wa Kenya wanatafuta namna ya kurudi, na huu msingi mumeweka. Ni shukurani kwenu kwa sababu mumeng'alisha chama cha KANU, chama cha ODM katika taifa letu. Na mimi naamini hii inaenda live, kila mtu anaangalia vile wale wangwana wa ODM vile wanarudi nyumbani. Karibu wana Kilifi, mmeweka mfano mwema. Mwisho, mkienda nyumbani, weka those prayers. Yule mzee aliweka maombi kwa lugha ile yenu tamu, ni kama nilikuwa naielewa kama Kikisii. Mungu abarikie baba, awe na afya, mnamwangalia vile yako, awe na fikra safi, bila naambia Wakenya kila wakati, kwa sababu bila anaendelea kukimbia Kenya itaokolewa. Sahi tabu ni mingi. Maombi yenu na Wakenya wote kwa jumla
yatasafisha na kuokoa taifa letu. ODM! ODM! Mungu abariki Kenya, Mungu abariki chama cha ODM. Thank you. Asante sana. Baba amesema msikie sauti kutoka Bomet kwa dakika moja tu. Mheshimiwa Ng'eni, njoo kwa dakika moja. ODM. ODM. Kwa majina naitwa Ronald Ng'eny. Mimi ni director wa regional coordinations. Na mkubwa wangu akiwa hapa karibu na mimi, sisemi mingi, lakini mpaka niseme kidogo. Kwa sababu ya kitu kimoja. Wakati wa kampeni ya yule mheshimiwa, ilikuwa kampeni ya risasi. Paka Kingi mwenyewe akaepa kidogo. Sasa nikiona Kingi kuongea vibaya ya baba nasuka. Kwa hivyo nyinyi mkienda nyumbani, chenga chama. My president ni Raila Amolo Odinga. Mimi mwenyewe najua alishinda uongozi. Nilienda Kilifi 1996. Samani when I was very young. Nikiwa wakati tulianza upinzani. Paka wa leo. Sasa mimi nataka niambie nyinyi. Msije mkarudi nyuma. Msije mkafanya nini? Sasa tukiwa hapa tuko na kiongozi. Mwisho. Unajua huyu yako kwa uongozi saa hii. Vile alikuwa anaongea kule Rift Valley. Alikuwa anaongea sana juu ya Mau. Mau, baka wakale walikuwa nasema Mau. Lakini saa hii wakale wamefukuzwa kutoka Mau na yeye amenyamaza kama mtungi. Asemi anything, yeye mwenyewe watu wamefukuza wakati wa serikali yake. Mwisho sasa ni kotini. Baba, kama sio baba kuunda hii katiba 2010, sijui hata mimi ningekuwa ni manyang'anyi wa bibi. Vile mnavyojua saa hii, kotini saa hii ndio watatusaidia. Kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba kule Bomet saa hii wakale saa hii wanalia sana. Baba, wanakukaribisha kule. Mwisho ya Kenya sasa 2027 mimi ndani ya roho yangu nitakupa na baba. Asanteni sana. Asante sana. Wa mwisho msichoke. Si tulisema ni sherehe ya siku nzima. Wa mwisho tunamuita mbunge wa Nyando kule eneo la jimbo la Kisumu, Mheshimiwa Jared Okello, alafu nimkaribishe baba. Thank you. ODM. ODM. As has been said by my colleagues, like the prodigal son in the Bible, we welcome you back home. I think next week we are making a trip to the coast, and we want you to testify to us ya kwamba hamjahama nyinyi peke yenu. Tukifika huko tunataka tujue ni umbali wa Nairobi ndio ulisababisha wengi wakose kufika, na tunataka tuwaone tukifika kule Kilifi. I want to say this, Baba, without this Baba, William Ruto would serve the country. Baba, and the country, we are eternally indebted to him for his contributions. Finally,
Wanasheria na Wakenya kwa jumla tunasema lazima mahakama hizi ziheshimiwe, kwa sababu kote kukiharibika, yani hatima yetu mahali ambapo tunaweza kukimbia kujificha ni pale mahakamani. Wamekuwa wakitoa cheche nyingi za maneno wakielekezea majaji na mahakama kwa jumla. Juzi huyu jamaa anaitwa Rigathi Gachagua akasema leo Alhamisi hii ambapo tumeketi hapa atawasilisha ushahidi kuhusu ufisadi ambao anasema Jaji Esther Maina alitekeleza. Ameamuka asubuhi vile sisi Wabukusu huwa tunasema siku imefika. Sasa naona anatuma arafa anasema ameogopa, hana ushahidi, hadi sasa wataenda kufanya mazungumzo. Tayari umemharibia Jaji Esther Maina jina. Na mimi nataka huyo Jaji Esther Maina insist ya kwamba lazima Gachagua alete huo ushahidi, kwa sababu jina lake tayari limeharibiwa. Mtu anatupa maneno tu akiambiwa leta ushahidi, leo hii ameamuka amesema hana ushahidi. Mtu muoga huyo. Kazi ni kutupa tu cheche za maneno kwa podiums na kuwaingilia majaji ambao wanafanya kazi. Namba 2 ni kinaya kubwa kwamba unajua mmetuambia hapa juu ya hiki chama mkikianzisha. Kinaya kubwa sana kwamba wapwani walikuwa wanafikiria kwamba watapata ile hifadhi chini ya chama cha PA. Ni kinaya kubwa kwamba chama cha PA ndio kinabomoa paa za nyumba za watu wa pwani kule Taita Taveta. Na baba alifika pale kwa ajili ya swala hilo na kusimama na watu wa Taita Taveta na watu wa pwani kwa jumla, kwamba huwezi kutuambia kwamba unajenga nyumba za gharama ya chini ila hali wale tayari ambao wameafford nyumba zao unabomoa hizo nyumba. Hiyo ni kinaya, si kinaya. Jambo la mwisho nataka niseme kama SG, kumekuwa na shida nyingi ndani ya chama cha ODM na malalamishi mengi kutoka maeneo mengi, lakini kwa sababu baba ni mzee ambaye anasikiza watoto wake, ameleta mabadiliko fulani ndani ya chama, haswa wakati ambapo tunafanya uchaguzi wa chama na michujo ya chama. Tumesema kwamba hatutakuwa na bodi ya kitaifa ya kusimamia uchaguzi tena. Tupeleke ugatuzi wa masuala ya uchaguzi paka pale kwenye county. Sasa ndani ya Kilifi wana ODM nyinyi wenyewe mtakuwa pale na coordinators wawili wa kufanya uchaguzi wa pale wa chama, ili kusiwe kwamba mtu ambaye hana habari yoyote masuala ya pale ndani hayajui vizuri aje aseme kwa sababu yeye ni katibu mkuu wa chama certificate tunampa huyu si huyu, ila hali wale waliopo pale chini wanaelewa masuala ya pale chini. Huo si mfumo mzuri? Mtaunga huo mfumo wana ODM sasa? Asanteni sana. Nataka tusimame sisi sote sasa tumkaribishe kinara wetu, rais wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Baba, kuja zungumza na watoto wako. Asante sana. Haya. Kilifi hoye. Kilifi hoye. Vijana hoye. Asante sana, mweze kukaa chini. Amir Similani. Na Mushisimila. Na Boya Marzo. Gomai. Asante sana. Asanteni sana. Kwanza nataka kuanza kusema karibuni sana. Karibuni katika ODM. Wale ambao wamerudi nyumbani. Sasa mimi nina furaha. Tulikuwa mkoa wa Magharibi kuanzia Jumatatu, Jumanne na jana. Na leo singekuja pande hii. Maana yake kesho kutwa tuko na hafla kubwa kule Kisumu. Ukumbusho ya miaka 30 ya Jaramogi. Lakini kaambiwa na katibu mkuu ya kwamba kuna wageni wanatoka huko Kilifi. Kwa pwani wiki inakuja. Kwa hivyo wale ambao wanataka kurudi tutawapokea nyumbani. Nikaambiwa ati gavana na naibu wa gavana na senator na Amina wamepiga simu akasema hii ni samaki kubwa sana ambaye hataki ipokelewa huko. Hii samaki mpaka tukapokea kwenye makao makuu. Wale wengine watapokelewa kule chini mashinani. Ndio mimi nikabadilisha mpango yangu nikaja hapo usiku.
nije niwe na nyinyi hapa siku ya leo. Tunasema karibuni sana sana. Katika Biblia kuna ile hadithi ya mwana mpotevu ambaye alirudi nyumbani. Hiyo Biblia, hiyo hadithi mnajua sana, sitaki kurudia. Sisi tunafurahi vile mmerudi hapa. Sasa mimi labda najua kiini cha paa kuliko nyinyi. Manake kwanza tulikuwa na Kingi. Kingi ni mtoto yangu ya kisiasa. Mimi nilimtoa yeye, aliletwa kwangu alikuwa wakili kule Mombasa, mdogo sana. Ndugu yangu mmoja akamleta yeye hapo kwa ofisi yangu. Akaniambia mimi huyu jamaa anataka kujaribu. Mimi nikamchukua, nikamlea mpaka nikaenda naye kule Magarini. Kwa sababu nilikuwa naambia hao jamaa vile mimi najua Magarini. Nimetembea naye pembe zote za Magarini hapo, nikimfanyia yeye kampeni. Ile mara ya kwanza alipokuja kwa bunge, mimi mwenyewe kwanza nikaweka yeye kama waziri wa mambo ya Afrika Mashariki. Baadaye nikaleta yeye kama mambo ya uvuvi. Akafanya hayo yote. Kisha wakati ya katiba mpya ilipokuja hii ya ugatuzi, akaniambia nataka kujaribu mambo ya ugavana. Nikamwambia sawa, tutakuunga mkono. Nimekuja sasa kutoka Magarini, nikaleta yeye Kilifi mzima, mfanya naye kampeni. Watu hawakuwa hawamjua yeye kule Kaloleni, kule upande ya Ganze, upande ile hata Malindi na nini hakujulikana. Bila nikatembea naye kila mahali mpaka baadaye akachaguliwa kama gavana. Tena akachaguliwa kama gavana mara ya pili. Sasa hiyo kipindi ilipokwisha, akaleta maneno ati anaona sasa kuuza ODM sasa Pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya Pwani. Ili Pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine. Wakati rasilimali inagawanywa, wanakuwa na sauti ya Kipwani. Tukamwambia kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Lakini hii kama inakuwa ni kila jimbo ni chama chao, ipi itakuwa ni ya kitaifa? Maana yake tayari hakuna county inaitwa Pwani. Tumekuwa na serikali ya ugatuzi na sasa tuko na counties. Na rasilimali inagawa kule juu kulingana na uzito wa counties. Sasa kama watu wa Pwani wataendaje kwenda ati wanakwenda kuzungumza kama watu wa Pwani? Sasa wengine watasema sisi ndio watu wa Nyanza tunataka kuwa na chama chetu. Sisi ni watu wa Magharibi, ni watu wa Mlima na kadhalika. Hiyo ni kutenganisha nchi. Lakini maneno si maneno ambayo imeanza jana. Tumejua ya kwamba hii ilitoka zamani sana. Kwanza Pwani wakati wa ukoloni ilikuwa imegawanywa. Kulikuwa na ile kanda ya Pwani ile ambayo inaitwa maili 10 kutoka kule Lungalunga huko mpaka Kiunga. Ilikuwa inaitwa ilikuwa ni majimbo. Ilikuwa inaitwa the protectorate. Unaki ukiangalia ile map ya zamani ilikuwa na colony and protectorate of Kenya. Hiyo jimbo hiyo. Sasa wakati wa mazungumzo ya uhuru kule Lancaster House,
kulitokea delegation ambayo mingi yao walikuwa ni Waarabu. Walienda kule wakapeleka petition ati wanataka pwani hiyo jimbo iwe part of Sultanate ya Unguja, Zanzibar. Ya delegation haya ikiyasoma katika ile rekodi ya negotiation ya Lancaster House, utaona majina ya wale delegation. Hapo ndio marehemu Ronald Ngala alitoka na akasema ati pwani ni Kenya na hakuna hata inchi moja ya pwani ambayo itaenda mahali pengine, utabaki ndani ya Kenya. Hapo vile KANU vile kapitisha resolution namna hiyo. Kukawa na mvurutano, lakini wakasema kama wanataka referendum ifanywe, pwani itabaki Kenya. Ili kitu likuwa nasema ongea juu yake ni mambo ya ugavi ya rasilimali. Ndio wakaleta mambo ya majimbo. Tunataka serikali ya majimbo. Ati kila jimbo iwe na serikali yake, lakini tuwe na serikali ya kitaifa. Mazungumzo ya Lancaster ilisenta kwa hiyo, na baadaye ikaamuliwa kwamba tutakuwa na jimbo 7. Pwani ikawa ni jimbo moja. Lakini hiyo serikali ya majimbo ilikaja ikavunjiliwa miaka 2 baada ya uhuru. Na ukaleta sasa hii mambo ya mkoa ya centralized system. Baadaye tukapigania mambo ya tena ya ugatuzi. Manake tukasema ile mambo ya majimbo walikuwa wanataka akilikuwa kuna ubaya. Kitu ambayo ilikuwa imewekwa kwenye msingi ya kikabila. Sasa tukasema tuwe na regions. Kule Bomas of Kenya tukapendekeza regions 14. Lakini wale jamaa walikuwa hawataki kusikia mambo ya ugatuzi. Walikuwa hawataki kabisa. Sasa baada ya sisi kupitisha hiyo kule Bomas of Kenya, wakaweka tena jopo kazi ingine ambayo ilienda Kilifi. Iliongozwa na marehemu Charles Nyachai. Simon Nyachai. Kule ndio wakaja na wakatoa ile kitu the Kilifi draft, ambaye ilikuwa imebadilisha kabisa sura ya ile ni draft kutoka naye kule Bomas of Kenya. Ilipopingwa wakawaleta wengine kwa mkuu wa sheria wako tena akaja na ile draft yake. Sisi tukasema it is Bomas draft or nothing else. Wale wakasema ili sasa wako draft. Ndio sasa tukaenda pale ndio katokea chungwa na ndizi. Sasa chungwa ilikuwa ni Kilifi na wako draft. Na yani ndizi. Na chungwa ni kusema tunapinga. Hapo ndio tuliketi pale, mmesikia Teddy akamwambia nyinyi hapo Kilifi, na tukasema tutakwenda kupinga na sisi kwa sababu tunaunga mkono chungwa ambayo ilikuwa ni la. Na baadaye tukasema sasa hii chungwa iwe ni movement. Ndio ikaitwa Orange Democratic Movement. Yani hii ilikuwa ni kupinga katiba bandia ambayo ilikuwa imetoka kule Kilifi ikabadilishwa tena na bwana wako. Hiyo ni ODM. Yani sasa ODM ni kusema sisi tunataka ugatuzi, lakini ugatuzi wa kweli, sio ugatuzi ya kibandia. Sasa ile draft yao iliangushwa. Baadaye kukawa na ile utata baada ya uchaguzi wa 2007-08. Tukarudi kwa ile Kofi Annan mazungumzo. Kwa ile Kofi Annan tukawa na mazungumzo, na baadaye sasa
wakaenda kule Naivasha. Niyo Naivasha wakabadilisha, wakasema hizi kama tutakuwa na hii mambo ya ugatuzi ziwe ndogo ndogo sana na ziwe mingi ili wanaweza kuwa control kutoka juu. Ndio sababu wakabadilisha badala ya regions 14 zikawekwa 47. Lakini katika ile ile Bomas draft Pwani ilikuwa liko moja, one region. North Eastern, kaskazini mashariki ilikuwa ni region moja. Zote ziko region 14. Hiyo nini bado ni, kwa hivyo hii mambo yetu ya constitution making is still work in progress. Still work in progress. Wakati mwingine tutaanzisha mazungumzo tuone vile tunaweza kuleta marekebisho kwa hii mambo ya ugatuzi katika taifa letu. Lakini kwa wakati huu tutaendelea mbele na yale ambayo tuko nayo wakati huu sasa. Sasa tuko hapa na Kilifi County na tuko na Mombasa County na Tana River na Lamu na Taita Taveta, Kwale na Mombasa. Haya ndio ni Pwani. Sisi sawa sawa. Kwa hivyo nasema wale ambao wamerudi, karibuni sana katika chama chetu cha ODM. Tumesema najua wale ambao walikuwa wanaongea walikuwa nasema wanataka kurudi kuenda kwa serikali. Sasa Bwana Kingi tulikuwa naye pamoja katika hii azimio wakati ile. Alipounda akaja akaongea na sisi akasema sasa nataka ingie katika muungano wa azimio. Tukakubaliana na yeye. Tulikuwa tunazungumza na yeye na Bwana Joho. Tumeketi naye kwa nyumba ya Bwana Joho hapa kwa karibu masaa 5. Tukakubaliana na yeye basi wewe enda unda hiyo yako, lakini ukikubali kuja kwa azimio sawa sawa. Joho akamwambia yeye mimi siendi na wewe. Enda peke yako. Akaunda hiyo baadaye akaja akasema ako ndani ya azimio. Na akafanya kampeni kama azimio. Alikuwa naongea na yule jamidari Mathethe. Ndio alikuwa injini ambaye alikuwa anaendesha hiyo mambo. Sasa lakini baada ya uchaguzi namna hii anasema sasa yeye ameruka, ameingia Kenya Kwanza. Vile walifanya na ile chama inaitwa OUDM. Maana yake baada ya uchaguzi kama hawakuwa na hiyo malaya ya kutoka na kwenda pande ile nyingine, azimio ndio ilikuwa na viti mingi zaidi, 165. Kenya Kwisha ilikuwa na viti 152. Lakini baada ya hata jamaa hajaapishwa tayari wengine wamesha toa talaka, anataka kwenda pande ile. Lakini hiyo talaka yake haikuingia, hakusema mara 3. Mimi naona wale wengine sasa wamesema wanarudi. Ile ndoa haikuitika. Ndoa ile haikuitika. Sio? Sasa ile jamaa amerudi mpaka kule peke yake. Na mimi na furaha sana kama mmekuja na hata kifunguo mmeleta. Na kwamba ile nyumba mmefunga kabisa. Hakuna mahali kingi itaingia. Akipiga hodi hapana. Sasa akibaki pale abaki peke yake. Sivyo? Karibuni sana. Mmekaribisha nyumbani kabisa na ile nyumba ambayo imerudi. Sasa hiyo nyumba tutafanya ile kitu ambayo inaitwa
tutafanya ile sherehe ya kuisafisha sawa sawa. Safisha sawa sawa. Okay. Kwa bwana Kingi sasa tumemwambia akibaki abaki peke yake. Sibaki peke yake. Hii ni tofauti sana na kama wale ambao viongozi wamechaguliwa wanaamua kuruka kwenda ngambo ile nyingine. Hawa ni watu ambao hata hawana viti yoyote, lakini wanaamua kisera tunataka kurudi kuungana na ODM. Hii ni tofauti na wale wabunge ambao wanaruka wanafanya mambo ya usharati wanaangalia katika nyumba ile nyingine. Wale ndio tumesema warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya tena kwa chama chao hiyo ya UDA. Tulioni sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Kwa mimi nataka kusema karibuni sana katika chungwa. ODM. 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 Asante sana. Tunaweza kupiga picha. Baba, kwa heshima yako tumeandaa viti hapa nje, tutaketi wengine alafu wengine tusimame ili sote tuonekane kwenye picha ambayo tunapiga kwa kipamoja. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Kisha baada ya picha kuna forms za kujiunga na chama ambazo mtapewa ili muweze kuzifill. Asante. Thank you. What a week we've had. Unprecedented, some may say. More Supreme Court judgments than